Sawa sawa. Leo nataka tuingie darasani, kaa vizuri ili tuweze kupata tafsiri ya huu wimbo na nini ambacho kimeweza kumaanishwa kwenye huu wimbo. Tutapitia ushairi baada ya ushairi ili kuweza kupata muktadha wa wimbo hasa ni nini. Wimbo unaitwa Player in C. Wimbo huu ni wimbo ambao ni duo kutokea Ufaransa. Hawa walikuwa wanafanya mahadhi ya folk pop kutokea Ufaransa, na wimbo wao ilikuwa ni mwaka 2010 kutoka kwenye albamu yao inaitwa Invisible Friends ya mwaka 2010. Ulifanya vizuri kwa uchache wake, lakini 2014 Robin Schulz tunafahamu ni DJ kutokea nchini Ujerumani na amekuwa akitayarisha kazi nyingi kubwa ambazo zimekuwa zikifanya vizuri. Aliurejesha wimbo huu wa Player in the Sea kufanyia remix. Mara nyingi ma DJ wakubwa kama David Guetta, kina Black Coffee huwa wanafanya remix ya nyimbo ambazo zilishafanyika. Kwa akishafanya remix inakuja kuwa na upekee na kufanya wimbo unakuwa bora zaidi. Kwa alichokifanya hakusample, lakini alifanyia remix ya ule wimbo kuwapa credit wale wasanii na kuleta kitu cha upekee. Sasa tunachokiona hapa, kwanza tuangalie mahadhi ya wimbo wa Prayer in the Sea. Ni tropical house. Tropical house tunafahamu kwenye Latin America zimekuwa zikifanya vizuri, lakini deep house pamoja na dance pop yamekuwa ni mahadhi ambayo kwa bara la Ulaya yamekuwa yakifanya vizuri. Hilo tumeliona na upekee wake umekuwa ni mkubwa sana. Sasa kwa nini Player in the Sea? Prayer yani ombi. Kwa nini ombi kwenye sea au Player in the Sea? Mtazamo ni muombaji au waombezi au watu wanaofanya dua. Mara nyingi wakiwa wanafanya dua unakuta zile dua zao au sala zao zinakuwa hazijibiwi kutokana na kutokuomba sawa sawa. Kwa mtazamo wa wimbo huu ni kwamba wale waombezi waliomba, lakini Mwenyezi Mungu hakuweza kuzijibu dua zao. Kwa wakasema Player in the Sea, kwamba nini ambacho kimefanya Mwenyezi Mungu akashindwa kujibu maombi yao. So kwenye muktadha wa huu wimbo tunapata kitu cha msingi sana ambacho ni kwamba wameharibu mazingira, wameiharibu sayari dunia kwa uharibifu kutokana na maendeleo ya binadamu. Kwa Mwenyezi Mungu ameshindwa kuwasamehe kwa sababu wameharibu zawadi ambao aliwapa, maskani ambao aliwapa wanadamu waweze kuishi katika upekee wa sayari zote ambazo zinaizunguka jua. Kwa Player in the Sea kwa mantiki nyingine ni kwamba wimbo huu ulikuwa ni mahadhi ya folk pop, lakini alichokuja kufanya Robin Schulz akaleta tropical, akaleta deep house, at the same time dance pop, ambayo haya ni mahadhi ambayo ni yana soko kubwa sana nchini bara la Ulaya. Kwa hiyo sasa aliyokuja wimbo rasmi original version ilikuwa imechezewa kwenye ufunguo C, lakini muktadha wake mara nyingi unakuwa na mtazamo tofauti kwa vile ambavyo watu wanasikia. Mara nyingi ushairi watu wanavyosikia huenda wakawa wanasikia tofauti, wakawa wanarejea ya maana tofauti. Lakini Player in the Sea ni kwamba wamechezea herufi C ambayo pia inapatikana kwenye gitaa na pia inapatikana kwenye nota. Kwa wale watu ambao wanasoma muziki wanakuwa wanaelewa hicho kitu. Lakini Player in the Sea imesimama badala ya herufi C, yani Christ kwa Kiswahili Kristo. Kwa huenda ikawa imemaanisha hivyo na muktadha wake ukawa ni sawa sawa na rejea ya hizo fasiri. Kwa wimbo huu rasmi original version ambao ni folk pop ulitoka Mei 31, 2010, lakini ile Robin Schulz version ilitoka Mei 20 mwaka 2010, ilikuwa ni music video, lakini Juni 6, 2014 iliweza kutoka hiyo tunasema Player in the Sea ya Robin Schulz. Kwa Mei 20, 2014 ilitoka Robin Schulz remix ambayo hiyo ilikuwa ni released kupitia mtandao wa YouTube, lakini June 6, 2014 ilitoka official audio release. Sasa tunataka tujikite kwenye verse. Sasa zimemaanisha nini sana kwenye verse, nini ambacho ameweza kukimaanisha. Ukimsikiliza verse ya kwanza, mwimbaji anasema yeah, you never said a word, you didn't send me no letter, do you think I could forgive you? See, the world is slowly dying, I'm not wasting no more time, do you think I could believe you? Kwa hapa alichokizungumza sana, amezungumza juu ya uharibifu wa mazingira kwenye sayari hii dunia, lakini ameelezea namna
sayari dunia inavyokufa taratibu. Ni kama mtu mgonjwa wa kansa ambaye anakufa taratibu, kwa siku zake zinajiongea taratibu, na unaona namna gani anafariki. Lakini amezungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi na majanga ya asili. Kwa kwenye verse ya kwanza tukifasiri kwa ile verse kwa lugha ya Kiswahili, tukitafsiri, hukusema neno lolote, hukunitumia hata barua, unadhani kwamba nitaweza kukusamehe? Anazungumza kwa kina. Sayari yetu dunia, sayari yetu pendwa, inakufa taratibu, na mimi sina muda wa kupoteza. My time is running out. Sina muda wa kupoteza. Je, unadhani nitakuamini? Hiyo ni verse ya kwanza. In case ulikuwa hujaelewa, sasa nimeweza kutafsiria kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa tuende kwenye verse ya pili. Verse ya pili anasema, our hands will get more withered and our hair will be gray. Do you think I could forgive you and see the children are starving and their houses were destroyed? So ukisikiliza akiwa anaimba, unaweza ukasema zile nyumba ndo zilikuwa zina faraja au zina tumaini, lakini wanavyozungumza sasa, when the houses were destroyed, kwamba zile maboma yao yalikuwa yashaharibiwa. Do you think they could forgive you? Kwamba hawa watu unadhani kwamba wanaweza wakakusamehe? Sasa twende kwenye tafsiri sasa ya verse ya pili kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Mikono yetu ilianza kuwa na makunyanzi, kwamba sisi tulianza kuzeeka. Sasa unaanza kuona mikono yetu inakuwa na makunyanzi, nywele zetu zimeshaanza kuota mvi, unadhani nitakusamehe? Kwa sasa huyu ambaye atakusamehe amesimama kama ni Mwenyezi Mungu anazungumza kwamba nitakusamehe. Na watoto wana njaa, the children are starving, na nyumba zao ziliharibiwa kutokana na majanga ya asili. Unadhani watakusamehe hao watoto? Kwenye maskani yao imeharibiwa. Twende verse ya tatu. Anasema, hey, when seas will cover lands and when man will be no more, do you think you can forgive you? Yeah, there'll be just be silence and life will be over. Do you think we'll forgive you? Hapa naye anazungumza juu ya vile bahari ambavyo inameza nchi kavu au bahari ambavyo inakula nchi kavu. Tumeona majanga ya asili ambayo yanatokea, hata maziwa pia nayo yanaenda kwenye sehemu za nchi kavu yanaliwa. Kwa anasema na hakutakuwa na mwanadamu yoyote, and when man will be no more, kwamba hatakuwepo binadamu yoyote. Unadhani utajisamehe? Kuna ile mtu hawezi kusamehe na hawezi kujisamehe yeye, kwamba ana kinyongo, hawezi kumsamehe mtu na hawezi kujisamehe yeye. Kwa sasa anazungumza, anasema maisha yatakapofikia ukomo, yatakapokwisha, unadhani utasamehewa? Play in the Sea haikuwa ni wimbo tu, lakini ilikuwa ni tafakuri juu ya sayari dunia na namna ambavyo tunapaswa kutunza mazingira. Kwa hiyo ndo fikra pana tukaona leo tuingie darasani tuweze kujifunza kuhusiana na ushairi huu. Play in the Sea, Lilywood duo kutokea nchini Ufaransa, Robin Schulz mtozi na DJ kutokea Ujerumani akaamua kufanya remix na kuupeleka wimbo huu kuwa mkubwa zaidi duniani. Tukutane tena tutakapokuwa na tafakuri nyingine, tutakapoingia darasani na kueleza haya mashairi na hizi tungo kwa kina zaidi. Mimi ni R Skies, mpaka wakati ujao.